ndio nikawapelekea kwenye mkutano mkuu waangalizi wa majimbo na maaskofu wa kanda pamoja na ofisi yangu. Nikawaambia, wakasema hapana, tulikupa miaka 5 hujamaliza, mpaka miaka 5 ishe, naona ndipo uchaguzi utafuta. Nikasema hatu waruhusu hapa, wakasema hapana, wale watu kule kwenye mkutano wangu hawakuja. Tukasema hiyo sio kitu. Tunakaa kidogo bwana, ndio tunaona barua ile. Siku ile hii barua hapa. Nikasema barua hii ya nani? Watu wale wezi ndio yeye anawadhamini kwamba ndio viongozi. Mfanye uchaguzi, ninawaamini hao. Waliotoa rushwa. Tukasema kumbe ile wanasema msajili wetu alipewa vitu, ni kweli. Anawaamini watu waofu tena. Ndio kamati kuu yangu ya kanisa langu jipya tulionalo wakakataa kwa pamoja kwamba hapana, uchaguzi wetu ni miaka 5 imalize na tutafanya uchaguzi. Tumekaa kidogo ndio tunapata barua kutoka kwake. Msajili anasema msipofanya hivi, baada ya kumjibu barua lake. Na tulimjibu kabisa kwamba hatutafanya. Amaleta ndio barua juzi ya tarehe 6 ya tarehe 6 anasema usipofanya hivyo na kufutia usajili wako. Baada ya tarehe 6 mwezi wa 6 kupata majibu ya msajili ya barua ambayo baba aliandika kumwelekeza kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi, akasema lazima ni mara ya mwisho kutokutii maelekezo ya msajili. Msipofanya uchaguzi nafuta dhehebu lenu, nawafutia usajili. Halmashauri kuu ilikaa kwa haraka na ikamshauri baba kwamba kwa hali hii tukate rufaa mamlaka ya juu kama taratibu zilivyo. Kwa hiyo tumekata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kupitia katibu wake mkuu, na imeingia jana yapinga maelekezo ama shinikizo la msajili kufanya kwamba tukafanya uchaguzi. Tumetoka katika mwanzo wa kutoka katika kukatika kutoka kwenye dhehebu jingine na kuanza mwanzo wa dhehebu hili. Kwa hiyo hatufahamiani kwamba kuna mwingine amekuja ana nia hii, mwingine ana nia hii, hatufahamiani. Kaona kwamba tukikaa katika kufahamiana sasa, na huku ndiko ambako kama jinsi ambavyo askofu mkuu ameongea ndivyo ilivyo, kwamba katika kuendelea kufahamiana ndio unagundua kumbe kuna wenye nia ya namna hii mbaya. Wewe kama kweli kiongozi kabisa wa taasisi ya kiroho unayezuia mambo mabaya, leo hii unakubali kutoa rushwa ili uchukue cheti alafu uongoze watu katika utakatifu. Msajili bado anaonyesha imani na hao, ndio maana tunaendelea kupata mashaka kwamba inakuwaje sasa kama umeletea watu waharifu, bado ndio nasema kwamba hawa ndio wanatakiwa tena waendelee kuongoza na kuwasisitiza na kuwasikiliza. Kuna nini tena katikati hapo? Tulikubaliana kwa pamoja kwamba uchaguzi tutafanya baada ya miaka 5. Lakini kufichua hili, hawa kwa sababu wanataka kung'ang'ania waendelee kuwa viongozi, ndio wanaitisha vikao, na wanaita vikao wanavyoitisha baba askofu mkuu ni vikao viko kinyume na katiba. Alafu vya kwao kwa barua za msajili inaonekana vinalalishwa kama ni vikao halali. Uhalali umepatikana wapi? Kwa katiba yetu sisi inasema mwenyekiti wa vikao vyote kuanzia halmashauri kuu, baraza la waangalizi, vikao vya kurugenzi, mwenye kusimamia vikao hivyo vyote ni askofu mkuu. Ni vizuri kuwa waaminifu. Biblia, misingi yetu ya imani na misingi ya katiba ya nchi yetu ya Tanzania inapinga na kukataa rushwa kwa nguvu zote. Baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere akasema rushwa ni adui wa haki. Biblia inasema rushwa upofusha macho. Kama katibu wa bodi ya wadhamini tunaungana kabisa na baba yetu, na hatutafumbia macho rushwa kwa gharama yoyote, ili kulinda kanisa lenye msimamo na nchi yenye msimamo. Mungu ibariki kanisa letu ya GGCI, Mungu ibariki taifa letu la Tanzania.